Kombo Abel kama kawa kama da, mimi ndio yule nataka nionyeshe huku Ulaya vile kunaonekana kama kawa kama dawa. Let's go. So ukiangalia hapa Switzerland ni kusafi sana. Wa Kenya tafadhali tuchukue notes hapa tafadhali, tutengeneze matreni kama hizi wa Kenya ama vipi? Ja, große Biege. Ja, ich hatte. Nawatembeza Ulaya kidogo. So Wakenya ukiangalia vile hizi nyumba organize zimepangwa vizuri. Tufikirie, can you imagine Mombasa tupange manyumba hivi town alafu barabara hivi safi hivi alafu na hizi mashimo hapa mashimo hapo barabarani chini, mvua ikinyesha maji yaingia huko, si eti maji inajaa barabarani. Tukiangalia vile watu wamejipanga, kwa nini sisi leaders wetu wasichukue notes? Welcome to Switzerland. Wanakuja kulaya lakini sasa unakuja kuona vile hao wanaishi. Ya nini watu tukipoteza pesa kwa bank? Sijui bilioni 1 imepotea. Hiyo bilioni 1 ingefanya country yetu ikakuwa safi hivi. Unaona, watu wamejipanga sana. Kwani ni nini mbaya na sisi? Kwani sisi hatuwezi kujipanga hivi? Wakenya wenzangu, sisi hatuwezi kujipanga hivi. Angalia vile organize baiskeli, mahali kwa baiskeli, ma sidewalks, wanambaka matram. Wata kuniambia Nairobi na Mombasa hatuwezi katram. Aka katram aka kanaendezwa. Hatuwezi katau. Tuseme tu ule ukweli lakini. Ona vile barabara wameorganize huko underground. Unaona hii barabara huko underground pia kuna vitu huko chini. Hapa ambao watu wanapita na miguu chini ya hii barabara kuna pia vitu huko chini. Wakenya tunaweza fika hapa kweli? Si tunaweza kufika ama vipi? Tunaweza kufika, bora tukue serious. Mtoto utoto udogo kwa vichwa. Tembele kweli. Tuko na matrap. Tuko na trap kama hii tutashinda South Africa, Nigeria, wote tutakuwa tubashiri. Tutakuwa sasa sisi ndio number 1. Tuweke tram tunini barabara iko organize. Hakuna mambo sijui ya barabara ya tuktuk tunawaundia, barabara ya matatu tunawaundia, na kwa town kusipite malori. Hao watu wameorganize sana vibaya sana. Wameorganize bro. Sisi kwa nini tusiorganize hivi? Can you imagine sisi in the next 10 years tukue hivi? Tukikuwa serious. The only thing tulitaka kuchange ni tutoe hawa leaders wote. Hawa wamekaa long time hapo kwa politics. Hakuna tram, hakuna nothing. Hakuna social amt Kenya nzima. Watu wameorganize, manyumba zimejengwa hapa, zimerembeshwa hapa, zimepimpiwa. Usidanganyane.
ukiangalia tu kwa hii picha hii video, yani hebu angalia vile watu vile wameorganize, yani hiyo inaonyesha ma leaders wako very smart, si hao wetu wa kuibaiba hapa na kuongea tu English nyingi na hakuna barabara safi kama hii. Angalia hizi mashimo kwa barabara, hizi mashimo hizi waziona kwa hivi, hizi mashimo na hichi kitram, yani mpaka hapa kwa Trump pia kuna vishimo, ndio mvua ikinyesha inaingia hapo ndani. Very organized, very organized, tusidanganyane. Sasa kuna jamaa pale, jamaa umeona, hata mtu amelala nje, polisi wanakuja kumsaidia. Sasa maybe ana nyumba ya kulala, ana mahali pa kulala. Kenya tunaweza organize, mapolisi wetu organize hivi, si mapolisi wetu watachukua tu chai kwa mtu. Are you sure kuna watu timamu nyumbani kweli? Polisi timamu kama hawa ambao wanasaidia mtu yuko nje na nyumba. Polisi wa Kenya angekuwa huyo jamaa amepigwa ama angeitwa mwizi na si mwizi akachomwa. Uone hiyo mentality. No, we have to stop living that madness. Wayasi wa Kenya fatu ambiana, angalia vile watu wanaishi huko. Yani mawazo zao, yani hebu fikiria mawazo zao watu ziko wapi na zetu ziko wapi? Ukiona tu akipita hapa vile organize manyumba, wewe ukiangalia mawazo zao wako very far. Hapa Switzerland security tight. The only thing ambapo sisi wa Afrika afa tu nini ni kutufungue skuli ya leadership. Tuanze kufundisha watoto wakiwa wadogo kuwa mapresident. Tuwafundishe wakiingia kwa State House wasikuwe na maakili za kusaidia tu kabila yake ama kuweka watu wa kabila yake kwa government. Ama unasikia kwa government bilioni 1 imepotea, yani foolishness mazee. Hapa usikie eti bilioni 1 imepotea, hapa hiyo bilioni inatengeneza usafi hivi. Tuache kufikiria utoto udogo hapa kukua makonman. Maisha hii maisha ya nini ya hii maisha ya tamaa, tutakuwa na Trump kama hizi bro. Security au tight. Afrika the only thing ya kutoa kwa mabongo zetu ni ujinga na tamaa na ukabila. Hiyo ndio ugonjwa mkubwa Afrika. Oh my God. Hiyo ugonjwa kutoka, angalia hivi tutakuwa tunaishi hivi. Hebu cheki hivi. Ona yule jamaa anasaidiwa sasa. Tutaishi hivi. Hebu angalia hivi, tutaishi hivi. Tutatembea kwa street, tutakuwa tunaishi, tunatembea hivi. Mpaka huko juu kuna makamera. Yaani bro, yaani huko juu kuna makamera. Yaani hata mwizi akiiba kikimbia atakuwa shachukuliwa kwa kamera, yani hata hawana haraka. Washa kuidentify. Kila mahali kuna kamera hapa bro. Oh my God. Kila mahali. Ni mnacheza. Sika politika. Ja, ich liebe Politik. Wunderbar. So, machen wir noch weiter. Kombo Abel, niko hapa underground hapa kwa Switzerland hapa. Nataka nionyeshe hapa underground.
tuanze na mawocha hapo kidogo ficha huyo let's go kumama so ukiangalia hapa, yani hawa Waswizi ndio wako number 1 kwa kutengeneza masaa. Unaona masaa kama haya, yani hawa ndio wakali kwa masaa dunia nzima. Wakina Albert Einstein nini watu wa physics. GDM. Waswizi ni wakali kwa masaa, ma chocolate na ma cheese. Yani can you imagine wao wanafanya masaa na chocolate na cheese, lakini ndio I think number 3 the richest in Europe. Afrika sisi tuna ma gold, ma diamond, ma resource na nini, lakini the most poor. Cheki hawa watu wakutengeneza masaa na visu na nini na hizo Swiss knives na chocolate, lakini cheki vile ni clean. Hebu niambie, watu wa kutengeneza vitu hakuna resource kwa hii country kwa ground, lakini angalia mawazo zao vile ni kusafi. Yani hapa ni underground, huko juu kwa pita magari bro na matram kula ambao tumetoka. Kwa hiyo video ukiangalia hiyo tram, nikawaambia huko chini pia kuna pita watu chini. Haya nimewaleta huko chini Nairobi ama Mombasa, juu kupite magari, chini wananchi wanapita huko chini, wanaenda wanachukua train ya kwenda Mombasa ama sijui Kisumu. Can you imagine? Nairobi CBD tuna underground hivi. Wewe utaniambia kuna leader gani atakuwa na hiyo akili kutengeneza mpaka sasa hivi? Kwanza tupate uhuru mpaka sasa hivi tunaweza kuunda underground kama hii. Tusidanganyane hapa, si ati ni kuenjoyana hapa, ni kuambiana tu ukweli. Are you sure kuna mtu yuko serious Kenya? Tukiangalia life ya watu wengine, are you sure kuna mtu yuko serious? Kuanzia president wa kwanza mpaka leo 2026, are you sure kuna mtu yuko serious? Na hiyo 2027, are you sure huyo mtu atakuwa president yuko serious anafanya vitu kama hivi? Ama sisi tu ni Afrika tuache ujinga mazee. We have to stop tuache utoto udogo kwa maubongo. We have to start being matured. Tuache utoto udogo man, really. Watu wanatuona sisi kama watoto wadogo, hatuwezi fikiria mpaka watufundishe kuishi. We have the best. Wachina walikuwa maskini. The best. Wasikia Wachina walikuwa maskini tu kama sisi. Watu wa mawoches ni wakali. Wachina walikuwa maskini kama sisi, lakini wameanza kutengeneza matelefoni my friend. Waswizi wameanza kuochi hizo manini masaa. Waswizi kwa masaa ni wakali sana hao. Ona hizi masaa ni wanoma sana. Imagine Mkenya anaanza tengeneza saa yake kama hizi, hata baby better TikTok. Yani ugonjwa mkubwa nini Afrika ni ujinga, na si uongo, hiyo ni ukweli wa maneno, si matusi ama kudharau wa Kenya wenzangu. Ni tuambiane tu ukweli, hakuna kudanga, hakuna mambo ya nini, tuambiane tu ukweli. Na kama si hivyo tungekuwa tuko mbali. Kama ugonjwa mkubwa ni ujinga, tungekuwa tuko mbali bro. Sisi tungekuwa tunaishi hivi, tungekuwa tunaishi hivi, tusidanganyane. Ona hapa, angalia hii video my friend. Underground ingekuwa tunaishi hivi my friend. Hatupendi kuambiana ukweli.